Naibu Rais Rigathi Gachagua sasa amesema kuwa wabunge wanaopinga mswada tata wa fedha ya mwaka 2023 wasitarajie pesa zozote za miradi kama zile za barabara katika maeneo bunge yao. Mbunge huyo ambaye alizungumza siku ya jana wakati wa ibada ya kanisa huko Leshuta katika kaunti ya Narok, alirejelea hafla ya harambee ya Jumamosi aliyohudhuria katika shule ya sekondari ya St. Charles Lwanga katika kaunti ya Kitui, ambapo mbunge wa Kitui ya Kati Makali Mulu alisema mswada huo unapaswa kupigwa chini. Kulingana na kamanda wa pili nchini, serikali inategemea mswada huo kuongeza mapato. Hivyo wabunge wanapaswa kuunga mkono kikamilifu ikiwa wanatarajia kupata fedha za maendeleo. Katika hafla ya Jumamosi, Gachagua alisisitiza kuwa mswada wa fedha wa mwaka 2023 lazima upitishwe jinsi ulivyo, akisema hailengi akili kuikata serikali kujenga shule, kukarabati barabara na kuweka miundo msingi mingine. Huku wakati huo huo alikataa kuongeza kodi. Gachagua alitangulia kuwakashifu wanasiasa wa upinzani kutoka muungano wa Azimio la Umoja One Kenya ambao wanapinga mswada huo, akisema nikimnukuu, hata ukipiga kelele na kuweka sufuria kichwani, hata ukiukataa mswada huo ukidhani hautaweza kupita, huna nambari na huo ndio ukweli, hakuna haja. Hao watoto wetu wapate kibarua. Sasa hao watajua ilikuwa ni uongo. Unajua hii maneno ya uongo haikayage sana. Ikienda sana ni 3 months. Si umeona huyu mzee ya kitendawili ameita Wakamba pale, anawaambia ati Kenya itagawa mara 2 kukuwe marais wawili. Ni uongo ama si uongo? Is it possible? Ati Kenya igawe mara 2? Kenya gani? Hii ya William Ruto? You know, people want to cheat others for no reason. Na watu naye wanapenda uongo. Na ndio mimi nasemanga ukweli, tunakosana na watu wengi, lakini finally wanakujaga kusema mimi niko right. So hii finance bill itapita. Wale watakatwa ni sisi. Wale wamekaa hapa kwa mkeka nyekundu hii ndio watakatwa. Wale wamekata kwa nyasi, mmekaa kwa nyasi hakuna kitu mtakato. Si umeona hao ndio wanapewa mpaka maji na jugu karanga pale. Hawa ndio wenye kukatwa. Wale hakuna mtu unakuwa na haja na nyinyi. Nyinyi mngoje hao wakatwe, watoto wenu wapate kazi. Sio iko sawa sawa? Yeah, that is the truth. Yeah. Lakini nyinyi watu ya media mtakatwa, si mko na mshahara. Nyinyi mtakatwa 3% au 2500. Nyinyi mtakatwa, so you have a very right kupinga. Nyinyi muendelee kupinga, lakini hata mkipinga mtakatwa. Kwa sababu lazima hii watoto wetu wapate kibarua. Kwa hayo mengi niseme asante sana. CS Tuya, please don't let our girls down. Do what you must do and affirm the place of women, not just my women, the Kenyan women, in leadership and management. And once you succeed, which you must, there will be nobody who will have any reason kubagua wasichana. Na nyinyi wazee ama sasa mumeona maneno. Tafadhali wachie hii watoto wasome. Kuna haja ya kutafutia hao mabwana ya nini? Sasa huyu alisoma, sasa ni cabinet secretary. Allow these young girls to go to school, give them a chance, give them an opportunity. Watakuja kusaidia nyinyi hapo mbele. Kwa hayo mengi ningetaka kuuliza nyote tusimame kwa heshima kubwa, munisaidie kumkaribisha Rais wa Jamhuri ya Kenya, kiongozi wetu Daktari William Samoei Ruto.